Still Dre, Kyata Online, karibu kwa mara nyingine. Leo tutakuzungumzia kuhusu biti ya Still Dre, biti hiyo ambayo ilimfufua Dr. Dre. Ni biti kali, popote ambapo utakapoisikia lazima utigise kichwa. Kwa hiyo Kyata Online, leo tutakuzungumzia kuhusu biti hiyo. Ni nani ambaye alitengeneza biti hiyo? Ni kina nani ambao waliandika mistari ya biti hiyo? Licha ya kuona chupi na wanawake ambao wanakatiza katika video ya track hiyo, kuna funzo gani katika track hiyo? Kwa hiyo Kyata Online tutakuzungumzia mengi tu kuhusu track hiyo Still Dre, ambayo imekuja kumfufua Dr. Dre baada ya kuwa amekufa kimuziki tangu mwaka 1996. Yes, Kyata Online, kama tumevyokufahamisha katika utangulizi ni kwamba biti ya Still Dre ni biti ambayo ilitengenezwa katika mazingira ambayo hayakutegemewa kama kunaweza kutengenezwa kitu ambacho kinaweza kuwa kama vile track ya mwaka, either track ya karne. Kama unavyofahamu, track hiyo imefanya vizuri kabisa sokoni, na hadi leo pindi track hiyo inapochezwa basi lazima ukubali na kumuona moja kwa moja Snoop Dogg na mwenzake Dr. Dre ambaye walishirikiana katika track hiyo. Kwa hiyo tutakuhadithia ilikuwaje, kitu gani kilitokea mpaka kufikia kutengenezwa biti hiyo. Kwa hiyo kabla ya kwenda huko, tumwangalie kwanza Dr. Dre ni nani. Dr. Dre ni producer, rapper na producer pia, mtayarishaji wa muziki. Walikuwa wakishirikiana na kina Tupac, Warren G, Ice Cube na wengine kibao tu mwanzoni mwa miaka 1990, na aliweza pia kutoa albamu yake ya kwanza mwanzoni vile vile mwa miaka hiyo 1990. Kwa hiyo Dr. Dre alipotea kidogo kwenye tasnia ya muziki baada ya kufuatia kuuawa kwa Tupac hadi kufikia BAG. Kwa hiyo Dr. Dre akawa kama vile kapotea, hana hadhi ile aliyokuwa nayo, kwa sababu alikuwa tayari aliacha bonge la track la Tupac kama unavyokumbuka, California Love, mpaka leo inafanya vizuri kabisa sokoni. Kwa hiyo Dr. Dre kufuatia kifo cha Tupac, BAG, muziki upande wake uko kama vile haufanyi vizuri kabisa, akawa amekufa, tunaweza tukatumia lugha hiyo. Kwa hiyo Dr. Dre mwaka 1996 aliondoka katika lebo ya Death Row ya ambao walikuwa pamoja na kina Tupac. Aliondoka kwenye lebo hiyo na kuanzisha lebo yake ambayo ilijulikana kwa jina la Aftermath. Na katika lebo yake hiyo alijaribu kushirikiana na wasanii kadhaa ambao alitaka kama vile kuwatoa kwa kupitia jina la lebo yake Aftermath, lakini mambo yalikwenda ndivyo sivyo. Unajua usumbufu, aidha changamoto ambazo zinatokea katika maisha, aidha katika kazi. Alipata changamoto katika kuimarisha kazi zake. Kwa hiyo wasanii ambao walikuwa chini ya lebo yake hawakuweza kufanya vizuri. Track ambazo waliwasaidia kutoa, walizo produce pamoja, hazikufanya vizuri sokoni. Wasanii wake wote walikuwa kama vile wameshuka. Kwa hiyo alikuwa kama vile bado yupo gizani, hajaona afanye nini au kwa nini imetokea hivyo. Hali haikuwa nzuri upande wake. Kwa hiyo Aftermath haikufanya vizuri kabisa, ilimchanganya kuona hali hiyo, kwa nini imetokea. Na kama unavyofahamu, Dr. Dre si mtu ambaye anapenda kuongea sana, ni mtu mkimya ambaye anafanya kazi zake kwa upole. Anaweza akaachia track moja alafu akaahidi kwamba atatoa album ikafanya miaka 10 haijatolewa. Kwa mfano ukikumbuka album yake ya Detox ilichukua muda sana ili iweze kuingia sokoni, muda kabisa, hadi watu walianza kumdhihaki na kusema kwamba Dre kazi imemshinda nini na mambo kama hayo, kama mnavyofahamu. Na hili swala la kuona kwamba muziki unasumbua, hii ma producer wanafahamu vizuri sana. Tukimuuliza Liza Classic wa Diamond anaweza kukufahamisha hilo, tukimuuliza Atizo Technology Bujumbura anaweza kukufahamisha hilo, vile vile Amiri Pro anaweza akakufahamisha hilo. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwake. Kwa hiyo alikwenda hivyo baada ya kuondoka Death Row na kuanzisha Aftermath yake. Vile vile na Snoop alisajiliwa na Master P katika lebo yake ya No Limit. Snoop alihamia. Kwa hiyo ni kama vile West Coast ilikuwa kama vile imesambaratika kabisa. Kwa hiyo kama unavyofahamu kipindi hicho, baada ya kufa kwa Tupac, BAG, West Coast na East Coast kulikuwa kama vile kulikuwa na wingu chafu ambalo lilikuwa kati yao, hali haikuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo
Mwaka 2001 Dre katika hali ya kutaka kutoka tena kwa mara nyingine alijaribu kutengeneza track lakini haikwenda vizuri. Lakini mwaka 2001 kama wanavyosema Waswahili, Mungu hamtupi mja wake. Nafikiri ni hivyo. Mungu kweli hamtupi mja wake. Siku hiyo wamekaa studio, kama kawaida wasanii mara nyingi producer wanakuwa kwa studio wanatengeneza snare, wanatengeneza sijui kiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walikuwa wamekaa studio kwenye kazi zao kama hivyo, kama anavyofahamisha Scott Storch. Nitakuambia ni nani huyo. I remember we were sitting in the studio and just throwing shit against the wall and see what would work, and Dre programmed this kick and snare, and I think his food arrived and he was within earshot, like right outside the control room was his kitchen area, and he was eating a sandwich and I was just noodling on the piano, and I started playing bling 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 on top of this drum pattern that he had, and he poked his head in and he was like, that's it. Anakufahamisha kwamba walikuwa wamekaa studio. Sasa muda wa msosi ukawadia, ikabidi Dr. Dre toke nje kuangalia chakula, akabaki ndani studio huko. Scott yuko anachezea piano hivyo. Kwa hiyo Dre alivyokuwa nje anatumia chakula, alivyosikia mlio fulani ambao muziki fulani tuseme hivyo, piano inavyochezwa, mlio wake uliokuwa ukitoka baada ya kuchezewa piano na Scott, ilimvutia Dre na kumwambia haraka sana, msela achia hiyo hifadhi, hiyo ndio tutakayotumia hiyo. Hapo tayari unajiuliza Scott kafanyaje? Nikufahamisha kwamba track hii either beat hii ya Still Dre ilipatikana katika mazingira ambayo hawakutegemea kama itapatikana. Kwa hiyo ni wakati huo Dre ameenda kutafuta chakula nje, alafu Scott kabaki studio anachezea piano. Huyu jamaa kusikia inamvutia, akamwambia haraka sana chukua hiyo record, hiyo ndio tutakayotumia, naona imekaa fresh kabisa, imenibamba, tutatumia hiyo kama beat ambayo tutatengeneza track, labda inaweza ikafanya vizuri, tujui itakuwaje. Kwa hiyo Dre alimwamini moja kwa moja Scott kwa kile ambacho alichokuwa anafanya, na kumwambia akirudia kwa mara nyingine ili waweze kuchukua na kukifanyia kazi. Kwa hiyo moja kwa moja unaona ya kwamba ni Scott Storch ambaye alitengeneza beat hiyo ya Still Dre. Walichukua kahifadhi kama ilivyo kawaida wasanii. Baada ya kutengeneza beat lazima kuwepo mistari na vitu vingine ambavyo huwa wakiongezea pale. Kwa hiyo wakaona itakuwaje, nani atakayeandika mistari? Dre hakuwa mwandishi sana, si mwandishi sana kama mnavyofahamu. Kwa hiyo walijiuliza pamoja Dre na Scott, baada ya kumaliza kutengeneza beat hiyo, nani atakayeandika hapo. Kwa hiyo ikabidi moja kwa moja wafikirie. Kuna wale ambao wanajulikana kwa majina ya ghost writers, wanaitwa hivyo ghost writers. Ni wale ambao wakishika kalamu na kuandika hivi, au wakishika simu, kwa sababu hata kisasa simu unaweza kuandika kwenye simu hivi na ikawa fresh kabisa. Nani watakaoandika hapo? Kwa hiyo Snoop akaonekana, kwa sababu atakuwa featuring na Dre kwenye ngoma hiyo, kwa sababu ni mshirika wake kitambo. Snoop wakamuita Snoop ili aweze kuandika, lakini hawakumuita tu Snoop peke yake. Ilibidi Snoop ashirikiane na Mr. D. Snoop na D wakasikilizishwa track hiyo, wakaambiwa Snoop na D wakasikilizishwa beat hiyo, wakaambiwa tunataka mistari hiyo. Jamaa wakachukua beat hile na kwenda kusikiliza. Kwa hiyo walisikiliza, wakajaribu kuandika kwa muda wa siku 4. Hawajafua dafo, hawajajua kipi wanaweza kuandika, kwa sababu beat ilikuwa tofauti kabisa na zile ambazo wanazoea. Unaona miondoko ya rap na ile ya Still Dre ilikuwa tofauti sana. Kwa hiyo jamaa walirudi studio na kusalimu amri, wakamwambia mzee baba, hii kitu imetushinda, tumeshindwa kabisa, tuandike nini? Dre ilimshtua kidogo, lakini nikaona nitafanyaje hapa, ghost wangu ndio hao tayari wameshindwa. Kwa hiyo nani anaweza kaandika? Ikabidi moja kwa moja amuone Jay-Z. Swali linajitokeza hapo. Dre ni wa West, Jay-Z ni wa East, New York. Vipi watu watashirikiana, watu wa East na watu wa West? Kama mnafahamu walikuwa katika hali ya vuta ni kuvute, lakini sana lazima washirikiane, na hakukuepo vuta ni kuvuti ya hivyo kati ya Jay-Z na Dre. Kwa hiyo Jay-Z aliitika wito kutoka New York, akachukua pipa akaingia mpaka LA. Mzee, kuna nini?
Kaingia studio pale, wakamkaribisha mzee, kuna biti hii hapa, tunashindwa namna gani tutashusha mistari hapa. Wakamsikilizisha, akamwambia okay, poa. Jay-Z akapewa muda, na hapa Snoop anakuambia haikuchukua muda mchache sana, muda wa dakika kama 30 hivi, ni Jay-Z tayari alikuwa ameandika kila kitu. We all in the studio. 30 minutes later, that nigga shit is done. He wrote Dre shit and my shit, and it was flawless. And me and DOC was like, well, mistari yake hii hapa imeenea. Akamkabidhi Dre kitu hichi hapa, mtatema sumu hiyo studio. Akamkabidhi Snoop na Dre, tayari mnaweza mkaingia studio na kutema sumu. Kwa hiyo jamaa, kitu cha kushangaza baada ya Jay-Z kuweza kuandika na kuwakabidhi, ni Snoop Dogg kama anavyofahamika ni mbichi sana, ila hakupunguza wala hakuzidisha kwenye kile ambacho Jay-Z aliandika na kukubali kwamba tayari ataingia studio na kutema somo. Kwa hiyo hii ilimshangaza sana Dre kwa kuona Snoop kakubali kitu kama hicho. Kwa hiyo waliingia studio na kuachia track hiyo. Na baada ya kuachia track hiyo iliingia sokoni, na kama unavyofahamu ilifanya vizuri sokoni, na mpaka leo ni track ambayo ikichezwa hivi mtu unakubali kabisa ya kwamba ni track ambayo iliandaliwa kabisa na inatumiwa katika platform nyingi tu za muziki. Na juzi hapa ilitaka kuuzwa, lakini bado kuna makubaliano ambayo labda hayajakaa sawa, au labda Dre amekataa na kitu kama hicho, labda anaona kuna future zaidi ya beat yake hiyo ambayo alitengenezewa na mwenzake Scott Storch, ambayo ni faida kubwa sana kwa kwenye ufanikishaji wa track hii. Kuna kile ambacho ni fundisho, mbali ya kuona wanawake na chupi ambazo zinakatiza katika video hiyo, kuna funzo ambalo track hiyo inatuachia. Ni kwanza kabisa, jambo ambalo huwezi kubali, ili siwezi mpeni fulani anaweza akafanya, ni mjuzi zaidi yangu kwenye jambo hili. Hii ni kile ambacho Dre aliona kabisa mimi siwezi kufanya, Snoop aliona mimi siwezi, tumkabidhi Jay-Z. Jay-Z ndo anastahili kuandika. Kwa hiyo alikabidhiwa Jay-Z, na Jay-Z kufanya kile ambacho mpaka leo hii bado tunaenjoy, licha ya kwamba haonekani kwenye video, wala wengine labda mlikuwa mfahamu kama Jay-Z alichangia katika kutengenezwa kwa track ya Still Dre. Jay-Z alichangia kwa kiasi kikubwa tu. Na jambo jingine ni uaminifu. Dr. Dre alimwamini producer ambaye alikuwa hajafanya naye kazi sana, licha ya kwamba walikutana katika utengenezaji wa albamu ya EVE. Ndio walikutana, ilikuwa ni muda mfupi sana, na wakati alimkaribisha studioni kwake ndio akafikia mpaka kumtengenezea track hiyo, either beat hiyo, katika mazingira ambayo hawakutegemea kabisa kama kunaweza kukatokea matunda ya Still Dre. Kwa hiyo uaminifu pia unachangia. Na jambo jingine kabisa kwa kumalizia ni umoja. Umeona ya kwamba Jay-Z alitoka New York akaenda LA, kina Snoop waliona kama wawezi, tufanyaje, wakajadiliana tufanyaje ili kitu kitoke vizuri. Kwa hiyo walikaa pamoja na kutengeneza kabisa beat mpaka kufikia track mpaka video, na leo hii inafanya vizuri na bado tunaburudika na wimbo huo. Kwa hiyo Kyata Online tuna mengi ya kukuletea. Unaweza ukasubscribe channel yetu, na nadhani kwamba tayari umekwisha subscribe. Unaweza pia ukashare katika dhumuni la kutaka wengine pia waweze kujiunga na channel yetu hii, ili tuendelee kufanya vizuri katika jamii, sanaa na utamaduni. Asanteni na mbarikiwe sana.